vinginevyo nitafyatua. Naweza kuingia? Ndiyo, bila shaka. Nimekuletea chai. Josefina ameniambia ulichelewa kulala. Asante. Ndiyo, sikuwa najisikia vizuri na sikutaka hata niondoke vile. Tuna maongezi hatujamaliza ujue. Ndiyo, nahitaji kuongea na wewe pia. Nimefikiria vile tulivyokuwa tunaongelea na nahitaji kuuliza kitu. Nahitaji kujua kama kwa namna yoyote unapinga mimi kuwa na Joy. Hapana. Bila shaka nina wasiwasi. Lakini kama unampenda, una ushirikiano wangu wote. Nataka uwe na upendo ambao mimi nilishindwa kuupata kabisa. Unampenda? Ndiyo. Anakupenda pia? Kama mama, kitu pekee ninachokitaka ni mtu atakayekuwa naye akupende kama unavyompenda. Yaani akupende na kukuheshimu sana. Najua. Ndiyo, lakini naweza kujitunza mwenyewe. Kipenzi, mapenzi yanatufanya tunakuwa wadhaifu. Kwa hiyo nataka kujua kama unamjua Joy vizuri na kama ni mkweli kwako. Kubali kila nitakachokisema. Kwa nini? Bwana Sama. Hey. Nafurahi kukuona. Joe. Bwana Joe. Umefika wakati sahihi kwa ajili ya kupima ubora. Nifuateni. Wow. Sijawahi kuona kitu kama hiki hizi. Bidhaa ni ya kipekee. Kuna mteja amekuja nusu saa iliyopita, alitaka kununua mzigo mzima. Si ndio? Lakini nilikuhakikishia, nilimwambia nitasubiri niongee na wewe kwanza. Tukubaliane. Tufanye makubaliano basi. Unaongea kitu gani? Hebu angalia. Niambie hautalipa 50% zaidi kuchukua mzigo wote. Kweli? 50%? Tulishakubaliana bei bwana. Sio jambo binafsi bwana Sama. Hiyo ni biashara kwako. Ni usambazaji na uhitaji. Bidhaa ina ubora sana. Kiwango tulichokubaliana ndio nilicho nacho. Na kama mteja akipanda dau lazima nichukue pesa. Wewe una uzoefu zaidi yangu. Hata wewe usingefanya hivyo hivyo. Nadhani ningependa kama utasimamia ahadi yako, sawa? Halafu wewe ni raia wa kigeni. Na bosi wangu amekulia hapa. Huwezi kutumia mabavu. Fikiria hilo. Kwa ubora huu sisi tunashinda siku zote. Kwa hiyo hata wewe. Fanya 30%. Kama sio nzuri, basi nitarudia kitu chako. Tumekubaliana mkuu. Twendeni. Muwe na siku njema. Umechanganyikiwa Joe. Usipojihatarisha huwezi kupata bonche. Kwa hiyo Rogelio anashinda. Ikiwa wewe unahatarisha maisha yako. Nilidhani uliniambia unataka kupata mgao mzuri kwenye hii biashara. Bosi wako anajua kwa unaomba pesa nyingi. Ni juu yako kama utanisaliti. Utacheza na pesa. Joe ni mkweli. Na ameniambia vitu vingi ambavyo hajamwambia mtu yoyote. Alikuwa yatima. Aliishi kama mtoto wa mtaani na alifanikiwa kuishi namna hiyo. Umeshamuona kule shambani. Alichokufanya ni kufanya kazi kwa bidii. Hana matatizo na baba asingemwamini kama angekuwa na matatizo. Cha muhimu ni wewe kumwamini yeye. Ndiyo, namwamini. Kama wewe unafurahi kipenzi changu, basi na mimi nimefurahi. Lakini tafadhali, wewe unaniambia haya mambo, sawa? Sawa. Tunafanyaje kuhusu baba na babu, niwaambie? Nadhani itakuwa vyema kama usipoambia kwa sasa. Ishi maisha yako, furahia maisha yako, jaribu kumfahamu vizuri kwanza. Muda sahihi wa kuambia utafika. Ndiyo, ila sijaje kukuambia hilo. Ni kuhusu masomo, si ndio? Ndiyo. Nimeacha shule.
Mi sipendi kusoma sheria, nimejiingiza huko tu kwa sababu ya baba na babu. Nimekuja kugundua kuwa fani yangu mimi ni kupiga picha, na sijui jinsi ya kuwaambia, kwa sababu hili swala la Joe na masomo yangu, kuna uwezekano akapata shambulio la moyo. Babu yako anapaswa kujua kuwa hawezi kutuchagulia hatima yetu. Acha mapenzi yaamue hatima yetu. Sara, unahakika Bwana Stewart ndiye amekwambia hivyo? Ndiyo, ni Bwana Stewart, ila sielewi kwa nini imekuwa shida. Niambie, kuna tatizo? Hapana, imetukumbusha mtu fulani. Nani? Mtu wa kwenye maisha yangu ya zamani sana, amekuwa kwenye akili yangu hivi karibuni yani. Tuachane nayo. Asante kwa kifungua kinywa. Ndiyo, japo sijaandaa mimi. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Mimi sijachanganyikiwa. Nasema sijachanganyikiwa mimi. Kuna mtu alikuwa hapa jana usiku na hakuna hata mmoja wenu aligundua. Don Alfredo, samahani kwa kupingana na wewe, lakini mimi jana silala na sijaona chochote. Kwa hiyo mimi nimetunga tu Nimejitungia. Kuna kitu umepoteza mkuu? Nyaraka. Kuna kitu hakipo kwenye nyumba? Hapana. Kuna chochote kimepotea kwenye nyumba? Hapana mkuu. Tuacheni peke yetu. Ni wewe. Najua ulikuwa wewe, mzee mlevi. Uliuvuruga usingizi wangu wa jana usiku. Akili yako ilikuwa imejaa pombe. Nimeacha kunywa, Don Alfredo. Ulishtumu pia kilichotokea kwenye ile gari juzi, na ulikosea. Sijakosea kuhusu hili. Nilimwona mtu akiingia ndani jana usiku. Alifananaje? Labda atakuwa ni mtu tunayemfahamu. Sikuweza kujua. Sikuweza kumtambua. Lakini alienda katika chumba changu cha kusomea na aliacha ujumbe mezani kwangu. Ujumbe ulisemaje? Hilo halikuhusu wewe. Siwezi kusema mambo yangu binafsi kwa mtu mlevi kama wewe. Mlevi mweusi. Nataka uwaambie hawa watu wote kwamba siwataki nyumbani kwangu. Na kuanzia hivi sasa hakuna mtu yoyote kuja nyumbani kwangu bila ruhusa yangu. Hiyo ni pamoja na wewe. Ondoka hapa. Muuaji. Vipi, wamenunua mzigo wote? Wote. Tunatakiwa kupanga siku ya kusafirisha. Usiwaruhusu wataje eneo. Hapana mkuu. Nimefanikiwa kupata sehemu ambayo mtu anaweza kujificha mambo yakiwa hatari zaidi. Hizi hapa hesabu za mabalo yote tunayoyafikiria. Uzito, namna ambayo tutasafirisha, na njia ya kupita kukwepa polisi. Unaonaje? Kazi imefanyika vizuri. Haikuwa rahisi. Inabidi ushughulike na watu tofauti ambao wamezoea kupata muda wa kufanya makubaliano na kukimbia hatari ya kurudi jela. Hii hailipii haya yote, na kama ulivyosema, kupanda juu inabidi ufikirie kwa undani. Endeleza juhudi Joe. Kazi nzuri. Ndiyo, yani tunatakiwa kuwa na hamasa, si ndio? Nini? Wewe una hamasa? Bila shaka nina hamasa, lakini muda mwingine tunahisi kuwa kazi nyingi pamoja na juhudi huwa kuna malipo yake. Pana, usijali. Nitakupa maua siku nyingine. Mimi napenda pesa taslimu. Kuwa mwazi kwangu. Unataka pesa nyingi zaidi? Sikia, najua uko biza kutatua swala lako na Turko, lakini umeniacha peke yangu. Na unajua kabisa mfanyakazi mwenye furaha anafanya kazi vizuri, lakini mimi nafanya mara 3 zaidi. Mimi ninastahili? Na kwa nini unahitaji pesa nyingi zaidi? Kwa ajili ya maisha yangu. Hiyo mipango inamhusisha mwanamke yote? Labda. Sawa. Sawa. Ngoja tuone hii biashara itakavyoenda. Na kama itaenda vizuri, tutafanya makubaliano. Sawa. Haujui unajiingiza kwenye kitu gani wewe kijana? Lakini mimi nataka tuendelee kuwa marafiki, Tino. Hisia zangu zote nilizonazo kwako ni zaidi ya huo urafiki. Unahisia kuwa naye karibu kwa sababu yuko hai. Kwa hiyo yupo hai. Nimerudi. Amenikataa. Kwa hiyo inamaanisha wewe ni maskini. Inaonekana hivyo, lakini angalau niko huru.
Sitaki si tujihatarishe na inaweza kuwa ni mtego. Niamini mimi bwana Rogeli, kila kitu kitakuwa sawa. Nimeshasema hapana. Sitasema chochote kwa sababu tutaendelea na mpango wetu. Najua lini na wapi biashara itafanyika. Jamaa hatachelewa, sawa? Jiandae. Nakumbuka ulisema uhitaji kuniona tena. Lakini baadhi ya mambo hutubadilisha fikra zetu.